Ukoo wa Targaryen ni moja ya ukoo wa kale na wenye nguvu zaidi katika bara la Westeros. Wanafahamika kwa nywele zao za rangi ya fedha na macho ya kipekee ya zambarau, wakitokea katika mji wa kale wa Valyria, na walikuwa familia pekee iliyonusurika katika maangamizi ya mji huo. Kupitia nguvu ya majoka yao, ukoo wa Targaryen ulishinda na kuunganisha falme 7. Inaweza kusemwa kuwa historia ya ukoo wa Targaryen ni simulizi ya kusikitisha ya nguvu na tamaa. Hata hivyo, hivi karibuni karne ya kwanza ya utawala wa Targaryen inafika ukingoni, huku afya ya mfalme huyo mzee ikizidi kudhoofika. Wakati huu ukoo wa Targaryen upo kwenye kilele cha nguvu zake. Wanamiliki majoka 10 yaliyokuwa kikamilifu na yenye utii mkubwa, kiasi kwamba hakuna nguvu duniani inayoweza kusimama dhidi yao. Mfalme ametawala kwa takriban miaka 60 kwa amani na ustawi, lakini msiba uliwapata wanawe wote wawili, jambo lililoacha nafasi ya mrithi wa kiti chake ikiwa wazi. Katika mwaka wa 101, mfalme huyo mzee anaitisha baraza kuu kwa lengo la kuchagua mrithi. Zaidi ya mabwana 1000 wanahudhuria. Madai 14 ya urithi yanasikilizwa, lakini ni mawili tu yanayokidhi vigezo vya kuzingatiwa. Wa kwanza ni binti mfalme Rhaenys, mzawa wa kike mkubwa wa mfalme. Wa pili ni binamu yake mdogo, mwanamfalme Viserys, mzawa wa kiume mkubwa wa mfalme. Mabwana wote wa falme 7 wanatangaza kuwa mwanamfalme ndiye atakayerithi kiti cha enzi cha chuma. Kuhusu binti mfalme, akionekana kama mwanamke dhaifu, hawezi kupewa taji. Mfalme mzee aliita baraza hili kwa sababu hakutaka vita itokee. Kati ya wazawa wake, alijua ukweli mchungu kuwa kitu pekee kinachoweza kuuangusha ukoo wa Targaryen ni wao wenyewe. Muda fulani baadaye, mwanamfalme aliyerithi kiti anaendeleza ustawi wa ufalme. Anaoa na kupata binti mfalme mrembo ambaye ana vipaji vingi. Ana uwezo wa kuyaongoza majoka yanapokuwa angani. Anatamani kuutumikia ufalme kama shujaa wa vita, akitafuta mapambano na utukufu. Hataki kuwa mwanamke kama Malkia ambaye anakaa kwenye kitanda cha uzazi ili tu kutoa warithi. Ingawa mama yake anamshauri tofauti, binti mfalme bado anaamini katika misingi yake. Kwingineko, mfalme anajadili masuala ya kisiasa, ambapo miji huru inaunda ushirikiano wenye nguvu unaozidi kuongezeka. Hata wanajipa jina jipya la Triarchy. Mabwana wana wasiwasi na wanahitaji mbinu ya kukabiliana nao, la sivyo hili litakuwa janga kwa nchi. Hata hivyo, Malkia anakaribia kujifungua, hivyo mfalme hana mawazo na mambo mengine. Anatumaini kuwa mtoto anayekaribia kuzaliwa atakuwa mwanamfalme. Baada ya kumtumikia baba yake chai, binti mfalme anamtembelea mjomba wake ambaye anampa mkufu wa kale na wa thamani. Mfalme yuko chini ya shinikizo kubwa la kisaikolojia kuhusu uchungu wa uzazi wa mkewe. Anajikata mgongo wake kwa bahati mbaya kwenye kiti cha enzi cha chuma, na mganga mkuu anamshauri kuwa jeraha hilo ni gumu kupona na linahitaji kuchomwa ili kuzuia maambukizi. Mfalme anapuuza maumivu ya mwili wake na kwenda moja kwa moja kwa mkewe. Malkia anateseka sana na ujauzito huo, mara nyingi akijiloweka kwenye bafu ili kupata nafuu. Amepata matatizo mengi ya kuharibika kwa mimba huko nyuma, hivyo safari hii lazima awe mwangalifu sana. Anamsihi mumewe kuwa ikiwa atampoteza mtoto huyu, hataki kushika mimba tena. Mfalme anaisisitiza kuwa mtoto huyu atakuwa mwanamfalme. Mfalme pia ana ndogo yake anayeitwa Daemon, ambaye ni kiongozi wa ulinzi wa jiji. Ana muonekano na hariba ya uasi. Daemon anaongoza kikosi cha Gold Cloaks ambao wanawakandamiza wananchi kwa ukatili. Kwa Daemon, wananchi wa kawaida ni viumbe wa hali ya chini na anahitaji kuwaangamiza wahalifu ili kuufanya ufalme uwe na ustawi na kuepuka galanzi. Miji mingi inarundaka kama milima na damu ya wananchi wasio na hatia inatirira kama mto. Ukatili huu unafika masikio ya mfalme na kusababisha kikao cha baraza dogo, lakini Daemon haonyeshi hofu yoyote. Anaamini kuwa ilikuwa ni jambo la lazima kufanya ili kulilinda jiji. Wakati mabwana wanapomkosoa, Daemon anajibu kwa ukali na mfalme anamkumbusha asiwe na papara au kutenda kwa kufuata hisia. Baada ya siku ndefu na yenye kuchoshesha, Daemon anapata faraja kwa mwanamke mrembo.
Asubuhi iliyofuata, mfalme anaandaa mashindano ya burudani kwa ajili ya mashujaa. Wakati huo huo, anawatangaza watu kuwa malkia ameingia kwenye uchungu. Mashindano haya yanatumika kama njia ya kukaribisha bahati kwa familia ya kifalme. Uwanja unagawanywa sehemu mbili kwa ajili ya mashindano hayo, ambapo mashujaa wanashambuliana kwa ukali. Pambano linalosubiriwa zaidi ni la mwanamfalme Daemon. Anaruhusiwa kuchagua shujaa yoyote wa kupigana naye, na chini ya sekunde 30 anakata miguu ya farasi na kumfanya mpinzani wake aanguke chini. Ghafla, mtumishi analeta habari za dharura kwa mfalme, akitakiwa kurudi ikulu mara moja. Malkia yuko kwenye uchungu, lakini mtoto amekaa vibaya, hivyo wakunga lazima watafute njia ya kuwaokoa wote wawili. Malkia anapata maumivu makali kama ya kufa na kupona, lakini mtoto anakataa kuzaliwa. Wakati huu, mganga mkuu anamwambia mfalme kuwa lazima afanye uamuzi mmoja. Anaweza kuokoa mmoja tu au kuwapoteza wote wawili. Na ingawa mfalme anampenda mkewe sana, anaamua kuokoa mtoto. Malkia hajui lolote kuhusu uamuzi huu. Anamshika mume wake mkono kwa imani kubwa, bila kujua kuwa anajiandaa kuiacha dunia hii. Watumishi wanamshikilia Malkia chini ili mganga aweze kufanya upasuaji wa kutoa mtoto. Malkia anapiga kelele kwa maumivu makali na kupoteza damu nyingi. Inahofiwa kuwa hataweza kuishi, lakini kule nje uwanjani, watu hawajui lolote. Wanaendelea kuzingatia mapambano yasiyo na maana. Matukio ya kutisha ya mauaji yanaendelea, na wale waliosimama karibu wanatapika kwa kushindwa kuvumilia ukatili huo. Katika pambano la mwisho, mwanamfalme Daemon anakabiliwa na shujaa imara. Mwanzoni Daemon anaonekana kushinda, hata anatoa upanga wake mweusi kupigana, lakini kwa sababu ya kiburi na kumdharau adui yake, anashindwa bila kutarajia. Shujaa aliyeshinda anaomba upendeleo wa binti mfalme kama kumbukumbu, huku matukio ya ikulu yakifikia tamati. Malkia amepoteza damu nyingi na ameacha kupumua, lakini mtumishi anamjulisha mfalme habari njema. Mtoto mchanga aliyezaliwa ni mwana mfalme. Pamoja na hayo, mfalme amevunjika moyo kwa kumpoteza mkewe, na mazishi ya Malkia yanafanyika muda mfupi baadaye. Binti mfalme anamlaumu baba yake kwa kuchagua kumwokoa mdogo wake na kumtelekeza mama yake. Ni wajibu wake kuliagiza joka lake kuchoma moto maiti ya Malkia. Baada ya mazishi kuisha, mabwana wanamshinikiza mfalme achague mrithi haraka, huku wengi wakionyesha kutompenda Daemon. Wanaamini kuwa Daemon anakusudia kunyakua taji na kwamba mtu mkatili kama yeye hastahili kuongoza ufalme. Wengine wanamtaja binti mfalme kama mgombea mzuri, ingawa hakuna mfano wa mwanamke kukalia kiti cha enzi cha chuma. Daemon anajificha nyuma ya ukuta akisikiliza mijadala ya mabwana hao. Mfalme, ambaye bado anaomboleza, hataki kujadili masuala ya urithi. Anamtetea Daemon kwa sababu ni mdogo wake. Usiku huo, bwana mmoja anaitwa Otto anapanga njama ya kumfanya binti yake amvutie mfalme. Kwa kuwa nafasi ya Malkia iko wazi, baba huyo anamshauri binti yake aende chumbani kwa mfalme kumfariji. Ingawa Alicent hapendezwi na wazo hilo, anamtii baba yake. Alicent anaenda chumbani kuzungumza na kumpooza mfalme. Wakati huo huo, mwanamfalme Daemon anavijivinjari kwenye nyumba ya starehe.